Karibu tena mtazamaji. Kulingana na taarifa za vyombo vya habari na hata mahakama, ugatuzi nchini umekuwa na mianya mingi mikubwa inayoruhusu ufisadi kustawi licha ya nia yake awali ya kuongeza uwajibikaji wa karibu na utoaji wa huduma katika maeneo yote kote nchini. Kama anavyoarifu Winfrey Owino, wataalamu wa utawala wanataja kwamba ukosefu wa uwazi katika usimamizi wa ununuzi na fedha kama mianya mikuu ya ufisadi katika serikali nyingi za kaunti. Wiki hii magavana 47 wamekutana katika mji wa Homa Bay kando ya Ziwa Victoria kwa mkutano wa kila mwaka wa ugatuzi pamoja na wadau muhimu wa ugatuzi. Wamekusanyika kutathmini maendeleo, changamoto na fursa za siku za usoni za mfumo wa ugatuzi wa serikali hapa nchini. Mkutano huu ni jukwaa la mazungumzo, kubadilishana maarifa na kutunga sera zinazolenga kukuza usawa, ujumuishaji, haki za kijamii na utoaji wa huduma katika ngazi ya kaunti. It was all about moving the power from the center to to the people. And on that basis, that's how the spirit of devolution came in. The current counties basically were districts, because there wasn't enough time to delineate and say, let's now develop new counties. Devolution was to ensure that this country experiences equality in development. It was to ensure that the far-flung areas of this country, where development depended on good political sycophancy, was to come to an end. Lakini hapo ndipo panapojitokeza tatizo kubwa zaidi. Tatizo ambalo sasa linaonekana kutumiwa kama silaha ya kupigana na wapinzani wa serikali: ufisadi. There are quite a number of counties that have done very well, but I think it is the few rotten eggs or rotten beans within the context of the counties that probably have ruined the good reputation of the counties. You are likely going to see that protest things where they are doing large procurement, because procurement is where corruption is felt. Procurement is where large deals are made. Ingawa wachambuzi wanasema kuwa ufisadi unatokana na tamaduni zilizoko katika serikali kuu, wanabainisha udhaifu wa utekelezaji wa udhibiti, mifumo ya urafiki wa kisiasa na ukosefu wa uwazi katika ununuzi na usimamizi wa fedha kama baadhi ya mianya ya ufisadi katika kaunti zetu. Every governor who comes want to hire their own people. So, and there is no space for firing. So there is a tendency, and that could be a time bomb, that unless it is, observed and some control mechanisms are put, the wage rate is really a problem. We lack accountability mechanisms within the institutions. Not that the instruments are not there, but then people have placed a blind eye on that particular area. Why? Because it's very difficult to prosecute your own brother or your own sister or your own cousin or your own wife for that matter, if you can remember the issues of Obado and others. Ugatuzi wa madaraka na rasilimali ni kinyume na matarajio. Umesambaza ufisadi pamoja na utoaji wa huduma, kuwaruhusu wafisadi kustawi kupitia mchakato haramu wa zabuni, wizi wa fedha, kuwahifadhi ndugu na marafiki na matumizi mabaya ya fedha za umma. Je, ni nini kinachopaswa kufanyika kuhakikisha ugatuzi unamfaidi kila Mkenya? When it comes to summit, which is the meeting between the president and the governors, it is not as regular as it is supposed to be. Therefore, there needs to be better coordination between the counties and the ministry at the national government level. We have taken services as something different from human rights. Services must be human rights driven. And that's why I spoke about the Bill of Rights, that you cannot achieve devolution without speaking to the Bill of Rights. Do we need to remove what I can call duplicity? Because why would you have a ministry of water in a county and still have a regional body that takes care of water? Hadi mwaka 2025, magavana takriban 9 wamo katika uchunguzi unaoendeshwa na Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi, maarufu kama EACC, kwa tuhuma mbalimbali za ufisadi, ikiwa ni pamoja na ununuzi usioambatana na sheria na matumizi ya wafanyikazi wa chini kufanikisha wizi wa rasilimali za kaunti.
Kaunti zilizohusishwa ni pamoja na zile zilizo maskini, ambapo fedha za umma zilizokusudiwa kwa maendeleo ya maeneo ya chini zimegeuzwa kuwa utajiri binafsi jijini Nairobi. Questions? Kati ya mwaka 2013 na mwaka 2015, magavana watatu wameondolewa madarakani kutokana na tuhuma za ufisadi. Gavana wa zamani wa kaunti ya Migori, Zachary Okoth Obado, anakabiliwa na mashtaka ya udanganyifu wa takriban shilingi milioni 235 kutoka serikali ya kaunti. Vilevile, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia, George Natembeya, anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi kwa tuhuma za kupokea rushwa kupitia akaunti feki zinazotumiwa na maafisa wa fedha wa kaunti. Kaunti ni mstari wa mbele muhimu katika mapambano ya Kenya dhidi ya ufisadi, lakini mianya mikubwa katika mchakato wa ununuzi, ukaguzi na utekelezaji bado ipo, na hivyo kuruhusu ufisadi kustawi sambamba na utawala wa ugatuzi. Winfrey Owino, KTN. Kwingineko ni kwamba hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka katika eneo la Mandera Mashariki.